Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, leo ndugu yangu katika imani, na ningependa nikukumbushe jambo moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tukiwa kama binadamu, ama kwa hakika tumekuwa ni wakosaji wakubwa sana mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wako miongoni mwetu wanaomkosea Allah subhanahu wa ta'ala bila kujali matokeo yake, lakini wako miongoni mwetu ambao wanamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baada ya kumkosea wanapata masikitiko makubwa sana, wanapata uchungu mkubwa sana. Kwa nini walifanya? Sasa lengo kubwa la kuandaa video hii siku ya leo insha Allah taala ni kukumbusha jambo moja, pamoja na kuikumbusha nafsi yangu, tukiwa kama binadamu tunakosea. Sasa ni lazima tuweze kutubia, kwa sababu tukiwa kama binadamu tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni jambo gani tufanye pale ambapo tunapoona tumeteleza katika jambo fulani? Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametueleza katika hadithi iliyokuwa sahihi kabisa ya kwamba ikiwa utafanya jambo baya, basi lifuatilize jambo hilo kwa kufanya jambo jema. Bimaana, ukifanya jambo baya fanya jema. Kisha Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema ya kwamba jambo hilo jema ulilolifanya ndilo ambalo litafuta lile ovu ambalo umelifanya pale nyuma. Sasa ukiangalia, huu ni mtiririko mzuri sana, ukijikuta umemkosea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuteleza kama binadamu katika makosa mbalimbali, basi jitahidi baada ya hapo kufanya jambo lolote la kheri. Kama ni sadaka unaweza kutoa, kama ni jambo lolote lile la kheri unaweza kufanya, kwani jambo hilo jema litafuta lile jambo ovu ambalo ulilifanya pale nyuma. Ni hayo tu kwa siku ya leo, insha Allah taala. Tukutane katika wakati mwingine.